huu ni muda wao kupiga kisasi wote waliowajibika katika tukio hili. Huu ni muda wao. Wavipi blaza, naona umeniita kuna shida? Nimekuita mdogo wangu, kuna jambo nilikuwa nawaza kwenye ubongo wangu, lakini nikaona sio vyema kufanya maamuzi au kufanya kitu basi kuwashirikisha ndugu zangu. Jambo gani hilo kaka? Hebu nielezee kwa ukubwa zaidi niweze kukuelewa, kwa sababu unanichanganya. Ni kweli mdogo wangu, anasema utu uzima la, lakini mimi nimewaza kitu hapa. Ndio. Kwa kutokana na wazazi wetu walifariki tangia muda miaka mingi imepita. Tumebaki sisi watatu, ambaye mimi kama kaka yako, wewe kama mdogo wangu na mdogo wetu wa kike. Ndio, naelewa basi. Sasa nimekaa chini nimewaza, nikaona nikushirikishe wewe mdogo wangu, kwa vile wewe ndio mwanaume mwenzangu. Tuongee hili jambo, tujaribu kuchukua mawazo. Tunafanyaje ili ongea? Naona unachanganya. Ongea, twende kwenye pointi, maana maneno mengi. Twende kwenye pointi brother. Usijali mdogo wangu. Twende kwenye pointi. Mimi nimewaza, nimeona hili eneo hapa kama vipi tuliuze. Hili eneo tuliuze ili kila mtu apate hela fulani. Mimi kuna biashara nataka hata nijaribu kufanya, lakini naona mambo yangu hapo brother nikukatisha. Kama ulikuwa kwenye akili yangu. Mimi mwenyewe kama nilikuwa sitaki kukwambia. Ndio. Ila nilikuwa nasubiria ili neno utalisema, kwa sababu ile eneo nilikuwa nataka niliuze muda. Unaona? Yaani niwapige panga juu kwa juu. Sasa hapa cha kufanya, tutoke hapa, twende kuongea na Sisteli. Sisteli akikubali. Yule mtoto wa kike aweze kutushinda. Ni kweli, na hapo tutakuwa tumetumia maamuzi ya busara kumshirikisha mdogo wetu. Yeye akitushinda, unajua mwanangu kufanya. Nini? Wewe uelewe au? Wewe ndo blaza. Wewe ndo mkubwa. Mimi ndo mkubwa. Wewe ndo unaelewa cha kufanya. Wote wewe mwenyewe unatamani hela. Ndio tukaongee naye. Akisha kubali, si atakuwepo sasa hivi. Sasa hapa labda kupoteza. Fresh. Inabidi tuongee naye sasa hivi. Yule hawezi akapinga. Yule mdogo wangu. Sasa mdogo wangu atanishindaje? Ndio nakwambia. Sasa mdogo wangu mimi nimekuita hapa, nimewaiteni kama familia. Hili jambo tumejadiliana sisi kama watoto wa kiume. Tumeona kuna ulazima wa kushirikisha. Blaza, wewe nenda kwenye point muelekeze. Kwani waelewe? Anaelewa lakini si ndo namuelekeza. Wewe kwenye point sasa blaza. Wewe tulia, mimi si ndo blaza. Eti blaza, you umeona sasa hadi nachapia. Nisikilize. Anakusikiliza. Ndugu wangu, nisikilize mimi kama kaka yako. Tumekaa tumewaza hapa, tumeachiwa mali hizi na wazazi wetu wamefariki kitambo. Tumebaki na mali hizi, tunakaa watu watatu kama tulivyo. Lakini mali zetu tunaona kama zinatushinda. Sasa tumewaza na mwenzangu hapa, tumeona ile eneo hapa tuliuze. Kila mtu afe na mzigo wake. Kama unaenda kufanya nini, unaenda wewe utajua mwenyewe. Kitu kimoja. Hivi mama aliacha ulisi ili sisi hapa tukae kama watoto, tunataka heti muuze nyumba. Hivi mshafikiria kwa kitatokea nini? Unakiza sasa kweli? Yaani unataka muuze nyumba ya mama. Mashikolo mageni. Blaza. Oh my God. Wewe sichokielewa ni nini hapo? Eneo tunaliuza. Yaani kila mtu afe na kitu chake. Ukatafute hela, lakini so kuuza nyumba ya mama. Mama alijenga nyumba ili tukae kama watoto, sio kuuza nyumba. Nikisikia tena hapa mama yupo sasa, kamfufue huyo mama basi. Hata kama uje uishi naye kama yupo. Hata kama hayupo, heshima iwepo. Na sitaki nyumba iuzwe. Brother, naondoka. Sasa ile eneo linauzwa. Wewe Shabi? Hebu nisubirie hapo kwanza.
Sasa mdogo wangu, kwani shida nini? Unaondoka kule unakuja unalia huku, wewe ndio umeshindwa kunielewa au kutuelewa. Sio kwamba tunataka tuuze nyumba tuna lengo baya, hapana. Hapana, si tunauza hivi kwa sababu tunauza tunapata hela. Maana hela unaweza kufungua biashara ukafanya kitu chochote cha maana ambacho kitaweza kupelekea maisha yako yakawa mazuri. Nyumba zipo, viwanja vipo, unanunua au unanunua nyumba, unaweza ukanunua hata nyumba, ukanunua kiwanja, ukajenga, ukawa una sehemu yako kuliko ni kukaa na vitu vya urithi. Wewe unashindwa kunielewa nini au kutuelewa nini? Acha kuwa na mawazo maasifu, jaribu kufikiria kwa uzuri. Hatuna lengo baya kwamba tumeachiwa mali na wazazi tunaziuza tunazitaifisha, hapana. Tunafanya hivi kwa sababu yetu sisi, si umenielewa? Na ndio maana nikasema tuwezi tukafanya jambo hili bila kumshirikisha mdogo wetu. Kwani umekuaje wewe? Huyu mtoto kawaje huyu? Sasa ile eneo tunaliuza, ili eneo linauzwa. Hilo swala umefikia wapi? Bado kidogo tu tukamilishe jambo. Hadi lini? Maana pale niliongea na kaka yangu, ile swala tumelipanga vizuri. Nahisi kadi ya kesho kutwa nitakuja kukupa majibu yaliyo sahihi. Nakupa siku hizi 2. Uwe tayari umetimiza ulichoniambia. Mimi mwanamke na unavyoniona nahitaji matunzo. Kama una hela sema katafute wengine ambao wanajua kunitunza. Umesikia kaka? Sasa nimekwambia bado siku chache tu tukamilishe hili jambo. Nikache na kungojea tu. Kwani hapo cha ajabu nini? Wewe nisikilize mimi. Cool down. Nataka njoo future yangu kaka. Umesikia? Kama una maisha sema. Cool down. Nipe muda. Squeeze. Mimi nimekwambia ndani ya wiki. Sikilizia. Mchongo utakuwa tayari. Kwa kata mimi na tunapangiana. Sio kwamba tunapangiana, sawa, na kusikiliza vitu vingi na kusikiliza unaniambia sawa, na tunashauriana kama hivi. Na mimi mwenyewe nataka ile nyumba niiuze. Tuishi kila mtu agawane mali yake, kila mtu agawane chake. Nimekuelewa. Isizidi hiyo siku. Uzoniahidi. Tutaona na mbaya. Fresh. Hapo. Nida basi. Sawa. Sisi tunajiachia tu, unajaza mtumbo nini? Ndio unaopenda maisha haya. Maisha ya shida, maisha ya tabu. Unavyopenda ili unavyotaka. Na sitaki nyumba isikie inauzwa. Si umeelewa? Sasa dada yangu, subiri nikwambie kitu. Sasa dada yangu, wewe huoni kama maisha ya kula ugali kila siku kula ugali? Sasa hivi hapa mwanangu, dada yangu, sasa hivi ungekuwa unakula viudambu vichipsi, vikuku sasa hivi. Itasaidia nini? Sasa ni ugali kwenye amani. Kwa nyama vitani. Sema dada yangu, watu kutazingua. Hii nyumba mimi msimamo upo pale pale. Wewe usitaki msimamo, mimi nyumba tunaiuza. Kila mtu afe na chake. Hivi wewe, mimi nakuishi maisha haya? Nakuishi maisha haya? Wewe jifikirie. Kipindi yupo mama yetu, sisi tuko tunaishi maisha haya. Tulikuwa tuna maisha ya shida sisi. Bora tuuze nyumba, tujue tunavyofanya. Kila mtu agawane mali zake. Sitaki kusikia kama ugali. Una sosokula? Mimi nishakwambia nyumba inauzwa. Hii nyumba inauzwa.
Maisha gani hayo tunaishi? Maisha ya shida, maisha ya taabu. Yaani wewe suse ugali, ususe nini, hata uingie humo ndani ulie machozi ya damu. Mimi nishakwambia nyumba inauzwa, tunaipiga mnada. Tunaishi maisha gani ya shida? Maisha gani tunaishi? Hatuna talaa. Bora hata mama angekuwepo tungekuwa tunajua kweli tunajipambania vipi. Hatimaye mama yupo huko tusije tukampa dhambi bure kisa hii nyumba. Mimi sasa hii nyumba hii unaiuza usitaki. Kesho unanisikia right huko ndani unanisikia. Anapokucha mimi naleta mnunuzi anakuja kununua hii nyumba hii. Wewe unajifanya kiburi. Mali. Wewe mtoto wa kike nenda kaolewe huko. Yaani umenichanganya, subiri nikazibue hata kivioli vitatu. Tutakutana jioni vizuri. Sasa hivi naona natengeneza ndio muda usije usiku nyingi. Sasa dada, vipi kuhusu hili swala? Kaka, samahani kama nimekukosea, lakini basi nikukweli. Sasa kaka, ukauza hiyo nyumba, biashara ukanini ukafungua, nikafa, tumepoteza kila kitu. Kaka, bali tufikirie tu. Kwani kama unakosa kufikiria? Sasa dada yangu, napouza hii nyumba sio kwamba tuna mazuri gani au mazuri mabaya. Ni kwamba tunapouza nyumba tunapata pesa. Pesa tunafanya biashara. Ila sawa kama wewe umesimamia msimamo wako, ngoja mimi nikupe muda. Wewe waza, fikiria utakapokuwa tayari au utakapopata jibu utanijulisha, sawa? Yaani sio kama mtu ni ngumu sana. Kama ajira zipo, hata kubeba tasimeti kama uwezi. Si unaweza? Usifanye hivyo. Fikiri kabla ya kutenda. Sawa dadangu, wewe pika. Ila wewe fikiria hilo swala. Sawa? Alafu utanipa majibu. Baadaye. Nishasema.